hakuna lolote ambalo hatutaweza kutimiza pamoja. Lakini tukiwa watu ambao wanataka kuchimbana, watu ambao wanataka kugawanya wananchi kwa mirengo mbalimbali, hiyo ni vita inatuletea na umwagikaji wa damu. Mimi naambianga watu ya kwamba uongozi ni wa mara mbili. Unaweza uongoze na kifua, lakini unaweza kuongoza na upendo na majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu sio ati lazima watu waongee. Kwa sababu ukipata cheo unaweza kufanya lolote. Lakini tukisema tuongee ni kwa sababu hatutaki kuona wananchi wakipigana. Wananchi ambao ni majirani wakipigana kwa sababu ya ukabila. Kwa sababu mimi ni wa mtu ya huyu au wa huyu. Tunataka kusema ya kwamba Wakenya wote wana haki. Na sisi kama viongozi kama hatuwezi kuongea, tunaletea wananchi vita. Mimi nataka niwaulize wenzangu. Kutoka wakati tulifanya handshake, si kumekuwa na amani? Kumekuwa na amani jameni? Si wananchi wanaishi pamoja? Si wananchi wanatembea pamoja? Si wananchi wanakula pamoja? Ubaya nilifanya ni nini jameni? Kunaye ubaya? Tukisema sasa kwa sababu ya kuongea tumesema tutatue yale ambaye tunapigania. Tukisema ya kwamba Nairobi hii na wingi wa watu inahitaji constituencies nyingi zaidi ndio CDF na pesa ya mashinani iongezeke, tumefanya makosa jameni. Mimi Uhuru nitafaidika na njia gani na mimi hata sitakuwa rais? Si ni yenu hii? Si mali itakuwa yenu? Kwa nini mwingine aseme hamuna haki ya kuipata? Kunaye haki hapo jameni? Na ndio mimi naambianga watu, chukua ile iko, ile ingine munaambiwa ahadi ambazo munaambiwa, utakuwa tayari umeshika ile ambaye iko, ahadi utakula ingine baadaye. Ama ni namna gani jameni? Ama ni namna gani? Kwa nini ukatae ati kwa sababu umeahidiwa? Kwa nini ukatae ati umeahidiwa? Chukua kwanza, alafu ya ahadi hata hiyo utachukua wakati yake ikifika. Lakini ya leo meza jameni, na uende nyumbani naye. Ama ni namna gani? Ni kama ule mtu ameenda siku ya kazi, unaambiwa kesho wewe usiende kazi, kesho niko na job. Wacha hii ya 300, kesho niko na job yako ya 1000. Utachukua gani? Ya ile iko. Si uchukue ile iko. Ya 1000 ikija si hata hiyo bado utachukua. Tabu iko wapi? Namna gani nyinyi mdanganywe? Nyinyi sio watu ya kudanganywa. Nyinyi sio watu ya kudanganywa jameni. Kwa Kikuyu tunasema yobo kagana keriemere. Kwa Kikuyu hiyo ni kusema ikienda kuenea juu ya anga inaenda na ile imeku. Sasa kuleni kwanza alafu ya ahadi, hata hiyo mtakula, shida iko wapi? Ama ni namna gani wenzangu? Hiyo ndio dunia. Jameni msigawanywe. Hii dunia hii tutaweza kuibadilisha tukiwa na umoja peke yake. Na ndipo mimi nasema uongozi ni wa Mwenyezi Mungu, si wa binadamu. Binadamu tu anatoa hatua ile Mwenyezi Mungu ameamua. Tusipigane kwa sababu ya uongozi. Tupendane. Nani anajua ni nani ama ni nini? Unaweza kuwa unafikiria makubwa, lakini Mungu amepangia mambo mengine. Kwa hivyo tukiwa hapa katika dunia hii yetu tunaita Kenya, yetu ni tufanye kazi patia, tusaidiane kulingana na uwezo Mwenyezi Mungu ametupatia. Kesho itakuwa yetu sisi wote. Ama namna gani? Tumekubaliana? Na ndipo tuwasema tukisema BBI, hatusemi BBI kwa kitu kingine, tunasema BBI kwa sababu ya mwananchi. Na mimi nataka nishukuru
viongozi wa mashinani, waheshimiwa wa mashinani wa Nairobi, kwa kazi njema ambao wametenda jana kupitisha overwhelming majority kusema ya kwamba Wakenya wa Nairobi wanahitaji kuongezewa pesa mashinani, wanahitaji kuongezwa pesa ya ward, wanahitaji kuongezwa constituency, kwa sababu hiyo ni haki yao na hakuna mtu anaweza kusema nye ama he. Si ni hivyo? Nyinyi wenzangu mtaunga BBI mkono wenzangu? Nyinyi wenzangu, tumefanya makosa kwa kusema Wakenya tukae pamoja. Tumefanya makosa kwa kusema tushirikiane. Hebu nionyeshe ni wangapi wanasema safari hii tunataka tuitembee tukiwa kitu kimoja. Sasa hapa Babu Owino amekaa hapa. Kama sio handshake sasa angekuwa ananitupia mawe huyu kijana huyu. Si hiyo ni sawa? Si hiyo ni sawa? Si hiyo ni sawa? Tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Nionyeshe tena ni wangapi wanasema tutatembea pamoja pamoja pamoja. Mimi na vijana hapo, na wote wanasema wanataka kazi mtaani irudi. Mnakubaliana na wao? Mnakubaliana na wao? Basi wacha tufanye mbinu tuone ni vile tutarudisha hiyo program. Vijana waendelee na kazi ya kuwasaidia na ya kujenga Kenya. Mungu awabariki.